Thank you very much. This is Nairobi TV. My name is Edwin Kagia, one-on-one with Manchester United fan. Thank you. Karibu katika Nairobi TV. Just tell us, Manchester United imekuwa ikidominate mpira sana, na leo hii imekuwa ikishinda 2-1 dhidi ya Crystal Palace. Bao la kwanza likapatikana na mchezaji Bruno Fernandes, na bao la pili Sesko akasawasisha bao la ushindi la Manchester United, na Man U akakuwa ako katika namba 3. Je, ungetaka kusema vipi hii mwaka Manchester United yaweza kuwa ni mwaka wao, manake hawajagongwa? Mwaka wa Manchester hii mwaka nayo kitu naweza sema kwanza inachangia ni vile tulibadilisha kochare. Amorim tukampeleka nyumbani. Amorim nikaa kwa anajua goal kidogo, lakini tukaleta Kari Kabaya amekuwa former player, one of our own. Kuja na tactics nzuri ambazo umeona hata wenyewe mnaona game. Tulipiga Chelsea, tulipiga Man City, tukapiga Arsenal. Kuna mtu anasema ya kwamba Michael Carrick anacheza ile formation ya Ferguson. Inaweza kuwa ukweli? So unajua alikuwa mwanafunzi wa Ferguson kwanza hapo hivyo. Yaani tunapoka kujua. Amecheza hapo Manchester, anauelewa vizuri sana ile mchezo ambao inafaa tunacheza. Ukiweza kuangalia mchuano wa leo, unaweza sema aje ujaribu kuangalia mchuano wa Manchester United na Crystal Palace, uliweza kusema vipi? Manake huu ndio mchuano ambao uliweza kufungua game leo. Pia tuangazie mchuano wa Arsenal na Chelsea. Umeweza kuona mchuano huo kuwa vipi? Kianza kwanza na game yetu ya Man U na Crystal, kama vile mliona like first 40 minutes of first half tulikuwa tunakimbizwa kwanza tulifunga bao ya mapema kwanza kimbizwa, lakini tuliporudi second half turudi na mioto. Unaona vijana turudi na mioto, kimbia hapo tukapewa pena. Kijana Sesko amekuwa akifanya maneno yake. Hebu tuongelelee Sesko. Sesko unajua kwanza ni new signing, like the last 4 games kijana amekuwa anafunga kwanza kiingia kaa sawa. Leo alikuwa na deserve kwanza game, amuona amapprove. Tumeweza kuona Mbeumo akijaribu kupeana assist sana, na ukijaribu kuangalia mchuano wa Manchester United katika bao ambazo huwa zile assist ambazo zimekuwa zikipatikana kwa Manchester United, Mbeumo amekuwa akifanya vyema. Ungeweza kusemaje kuhusu huyu mchezaji? Tumwangazie mchezaji Mbeumo kutoka aweze kukuja Manchester United. Unadhani ameweza kuleta mabadiliko katika timu ile? Mbeumo mwangalia game yake yenyewe ina game style, unaona anaweza cheza hapo namba 9 na anaweza mtumia tena kama winger. So ni player ambaye ameleta mabadiliko mengi kabisa kwa timu. Bruno Fernandes ameweza kufunga mkwaju wa penalty leo, na ni mchuano ambao ulikuwa kukata na soka. Tumwangazie captain Bruno Fernandes. Fantastic captain Bruno fantastic. Leo alifunga penalty tena, mkono anajaribu vitu mingi sana, hata jana alipeana assist. Tumwangalie kijana Sesko. Tukijaribu kumwangalia Sesko leo ameweza kufanya maneno. Game ya West Ham tukamuona akifanya maneno. Tukicheza na Everton akafunga bado. Hebu tuangazie huyo mchezaji. Ni striker, lakini mambo yake imekuwa kila mchuano ambao United anacheza lazima afunge. Ni kiungo ambaye yumo na mabao 8 sasa tunapozungumza. Hebu muangazie kiungo Sesko. Sesko anaweza sema muona kwanza alipofika mliona alikuwa kwanza mioto ilikuwa imetulia. Amanza ukacha pia na Kari. Kwanza amekuwa anapewa limited time, anaingia kasi super sub, anasawazisha na kuokolea. So leo naye alikuwa na deserve kwanza, na ameanza na mchezo mzuri. Kuna watu wanasema ya kwamba ligi kuu inaweza ponyoka na Man City. Hebu tuangazie hapo. Unaamini kuwa mwana Arsenal anaweza wahi kikombe hiki huu mwaka? Personally nilikuwa nataka sana big day kidogo, lakini vile niliona last like 4 games amekuwa na suasua sana. Amekuwa na suasua sasa, ndio ameshinda Man City point ngapi? Alama 5. Unajua Man City hajacheza game moja. So tuseme ni kama ameshindia point 2. So tunaweza kusema mchezo ambao unaweza amua kikombe maybe ni ule wa Chelsea. Jana tuliweza kumuona Man City akicheza na mchuano wake au kuwa wa kupendeza, manake alikuwa anacheza na Leeds, na tunaweza sema Leeds alimlemea.
Anaweza kuwa alimlemea, lakini unaona huyo striker wao yule ambaye wanakwenda kumtambua huyo. Wana Chelsea wanasema ya kwamba kupewa kwa red card imeweza kuhakikisha kwamba wapigwe. Manake ukiweza kuangalia kipindi cha kwanza waliweza kujituma, na kipindi hiki cha mwisho ambapo wameweza kupewa red card wakaweza kuwa wanagongwa. Ungeweza kusema vipi? Hiyo ni ukweli tu, unapata Chelsea ambao walikuwa bila red card walikuwa wacheza mchezo mzuri. Mpira walikuwa wanaumiliki, lakini labda walipigwa red card hiyo dakika za mwisho akaanza kusuasua. Lakini leo hata mara ya mwisho walipigwa red, lakini wakatoka sare. Tuangazie mwana Aston Villa ambaye aliweza kupigwa mabao 2 kwa nunge na timu ya Wolves. Timu ya Wolves ni timu ambayo imo chini kileleni. Tunaongelelea timu ya Aston Villa ambayo imekuwa ikifanya vyema, lakini la hasha wakawa wanabwagwa mabao 2. Sijui ungeweza kusema vipi? Aston Villa nao wanaweza kusema upande wao nao hiyo hapo kwa namba 3 nao imewaponyoka hivyo rahisi. Sisi kama Manchester tushaingia hapo. Mchezo wao ulikuwa kupendeza, ligi kwanza ikianza. Lakini sasa hivi kuna timu zingine ambazo ukijaribu kuangalia unashindwa, hizi timu zilikuwa kileleni. Tumwangazie mwana Tottenham Spurs ambaye leo hii ameweza kubwagwa mabao 2 na Fulham. Sijui season ya Tottenham imekuwa vipi, manake season ile ingine pia haikuwa vyema kwake. Ungeweza kusema vipi? Shida ni kocha ama shida ni wachezaji? Shida ni kochare. Tunapata watu wanabadilisha kochare kwa watulie na kochare, wape kochare time aweze kucheza mchezo wake. Tumwangazie mwana Sunderland ambaye alikuwa anafanya vyema, lakini saa hii mchuano wake umekuwa chini sana. Sunderland nao alikuja kwa ligi mgeni, akakuja na mioto, akacheza mchezo mzuri, akashinda hapo juu. The first leg bedhe alikuwa hapo juu. Lakini sasa anashuka. Tuangazie mchuano wa Manchester United, manake wengi wanasema wana United tangu bwana Amorim alipoenda, basi mabadiliko yameweza kuwa yakifanyika ya soka. Manake ukiweza kuangalia pale wachezaji ni wale, goalkeeper ni yule Sergio Lammers, na wengi wanasema Man United imeweza kubadilisha mfumo wa mchezo wao, sio vile walikuwa wanacheza. Manake mwana United kila mechi ambapo angekuwa akicheza, basi sio kama kugongwa, basi ni sare tasa. Lakini michuano ambayo ameweza kucheza mwaka huu imekuwa ni mchuano wa kukata na soka. Aliweza kubandua mwana Man City pale, akabandua mwana Arsenal, akapatana na timu mingi ambao ameweza kuzibadua. Je, timu hile, kikosi kile cha Man United, unadhani ni nini hii ambayo imewapa motisha ya ushindi kila wakati ambapo wanaingia katika mchuano? Nadhani ni mfumo. Tunaona tukiwa na Amorim tulikuwa tunatumia mfumo gani? Ulikuwa 3-4-3 gani? Unaona captain hata huyo fantastic Bruno hapo anacheza vile nafasi yake ambayo anacheza sasa hivi. Umeona sasa hivi anapiga karibu kila game, anapiga assist. Sasa yako na assist 13 na mabao juu. Mchezo bado haijaisha. Sasa hivi anacheza ile natural position, anapewa ile time ya ku anapewa ile time ya free, hapo na freedom hapo katikati, anasoka huko kando hii. Kama left uliona alikuwa anakunja mabao hiyo akiingia hivyo. Alikuwa anaingia kutumia left wing. Inafaa hivyo. Unapata ile mfumo ulikuwa umfinyilia sana. Hebu tumwangazie kijana Kobbie Mainoo. Wengi wanasema ya kwamba Amorim alitaka kumaliza Kobbie Mainoo, lakini mchuano wa Kobbie Mainoo unaonekana ukuwa ni mchuano mzuri. Pia tumwangazie kijana Amad Diallo. Amad Diallo, kwako ungeweza kusema vipi? Mapi kenye anasema huyu Amad Diallo mchezaji leo kwa mzuri, lakini kuleta jago anacheza mzuri. Unapata na hiyo sana unapata kama sasa amekaokiwa na mabao, sio unapata ako na kiu pia. Ukiona Sesco hapa anafunga bao, Sesco anamweka itabidi Sesco anaanza kumweka bench. Sesco akianza game unapata Mbeumo itabidi ameingia hapo kwa wing ya nani ya Madinho. Unapata Madinho inabidi ameuma bench. Mchezo wake reflect. Kuna watu ambao wamekuwa wakiuliza maswali, je, Amad Diallo anastahili kucheza mchuano wote, aanze ama apewe sabu? Kwako sijui ungeweza kusema vipi? Je, unadhani Benjamin Sesco anastahili kupewa sabu ama anastahili kucheza mchuano wote? Manake Sesco amekuwa
na lugha ya kimambo tuseme ana dominate, mabao zinapatikana. Unadhani ule ni mchezaji ambaye anastahili kucheza mchuano wote ama anastahili kuwa acheze kama sabu? Huyo ni mchezaji, mimi personally, huyo ni mchezaji ambaye anaanza mchezo. Anaanza mchezo na lakini sikumaliza. Afikapo dakika 70 hivi 60 watu kuingiza madini. Kwa hivyo ungeweza kusema ya kwamba ni mchuano ambao umekuwa ukikata na soka. Nataka tumalizie na nataka tuende katika jadwali ambalo limekuwa likitisha leo. Jedwali pale mbele tutaweza kumuona mwana Arsenali ambaye ameweza kushinda, kwa hivyo sasa yumo na zaidi ya pointi 64. Namba 2 tuna mwana Man City na pointi 59. Timu ya tatu ambayo imeshikilia kileleni ni mwana Man United na pointi 51. Timu ya 4 ikiwa ni Aston Villa na pointi 51. Timu hizo 4 zinaashiria vipi? Hizo timu 4 ambazo zikapo juu, hizo 4 kwanza zina mchezo wao kwa juu. Kitu ya kwanza mchezo wao kwa juu. Kama mchezo wao kwa juu, hawangekuwa hapo pale walipo. Lakini vile tunamwona Aston Villa, mchezo wake umeanza kushuka. So wewe tunaona akiendelea kushuka huko chini. Tunaona Liverpool pia anaanza kuamka. Jana tumeona ameliwa mtu ngapi? Bao 5. So tunamwona Liverpool akitusongea hapo hivi. Tunaona kikaribia namba 4. Je, unadhani mwana Chelsea amekuwa akididimia katika mchuano ambao kila mchuano ambao wanacheza hatujakuwa tukiona ushindi? Mchuano wa Chelsea ungeweza kusema vipi? Manake Chelsea yumo pale na pointi 45 akiwa nafasi ya 6 na walikuwa wamepelekana hivi na United. Kushindwa kwake leo kunaashiria vipi? Kushindwa kwake kunaashiria kwamba top 4 inakuwa ngumu kwake kuingia hapo top 4, hata si kuingia hapo top 5 kwake inaanza kuwa ngumu. Unapata next season ataweza kukosa kucheza huo mchezo wa Champions League ambao anacheza sasa hivi. Next season Tunapomalizia, ungetaka kusema vipi kuhusu tu kusummarize soka ikiwa yote dakika 2 tuweze kumaliza? Naweza sema sasa hivi kwanza tumefikia sasa hivi stage ambayo tuko sasa hivi, mpira umekuwa mtamu sana. Tunapata sasa hivi teams ile finishing power. Umeona? Ile finishing power, kila timu iko na furaha kumaliza game yake nzuri. Watu tumekuwa tukiona timu kama Man City pia ikianza ligi hapo Bema ilikuwa pia huko chini, sasa hivi tunaona anaanza kurudi hapo mahali ambao wanapenya hapo juu. Manchester City pia sisi wao ndio hapo mchezo wetu mwanza kurudi na mwanza kwa mzuri ambao ni mchezo wa kupendeza. Unapendeza sana. So naweza sema tuko mahali pazuri sisi kama soka. Soka sasa inacheza vizuri. Timu zinacheza vizuri sasa hivi. Kila timu inataka kushinda. Hebu tuelezee jina yako tukiweza kumalizia. Unaitwaje? Mimi naitwa Kelvin Kamau. Asante sana kwa wakati wako. Hii ni runinga ya Nairobi TV. Tunatarajia mazungumzo yako imekuwa mzuri. Tutaipeperusha pale katika mitandao ya kijamii ili Wakenya waweze kusikia. Manake tumeweza kukuita ili tusikie kauli yako ya soka iko vipi. Kwa hivyo Mkenya, mahali ulipo hapo, tumekuwa na mdadisi wa soka, ni fani wa timu ya Man United, lakini wengi wanauliza mbona hauna jezi? Leo sijapale jezi, mimi sipaliangi jezi. Pale kuna mwana Chelsea. Mwana Chelsea, kuja kidogo uzungumze, kuja. Kuja zungumza, apigwa na baridi. Ni kama pale ako na mahasira. Mimi mtu wa mafano wa Manchester, lakini sipendi kuvalia jezi siku tunacheza mchuano. Huwezi jua. Mpira udunda wewe, mpira udunda. Kuvalia after match. Asante sana. Asante sana kwa wakati.